Tunamuona jamaa mmoja anaitwa Carlo, alikuwa anauza maji, akaja mdada mmoja na gari, akampigia honi, akamwambia pisha njiani. Akasema ninauza maji, karibu sana. Akasema unauza maji? Okay. Akashuka kwa ajili ya kwenda kununua maji. Akamuuliza unauza bei gani? Akamwambia nauza kwa ria 200. Akamwambia basi nitachukua moja. Akasema vizuri, ukichukua moja huwezi jua jinsi ambavyo unanisaidia leo kwa sababu nilikuwa sijanunua. Lakini bahati mbaya alinunua na akamwaga maji. Akasema ngoja nikuonyeshe jinsi ambavyo tunafanya kwa sababu unasimama mbele ya nyumba yangu. Lakini pia akatokea mtu mmoja ndani ya gari anaitwa Kevin, alitokea na hakuwa anashuhudia lile tukio. Sasa jamaa alikuwa ni mnyonge, kazi yake ni kuuza maji. Basi mdada alikuwa ni mkali sana, akamletea fujo pale kwa sababu huyu jamaa alikuwa amesimama mbele ya nyumba yake huyu mwanadada. Kwa hiyo mdada alikuwa anaenda kupendezwa kabisa na jamaa kusimama mbele ya nyumba yake. Baadaye vurugu ikiisha, lakini jamaa Kevin alikuwa anashuhudia ile tukio zima. Basi mdada anaitwa Kira. Jamaa Kevin akawa anajiuliza ina maana katika ulimwengu bado kuna watu kama hawa. Basi Carlo akaondoka na baiskeli yake, lakini baadaye Kevin akatoka kwenye gari akamfuata kwa mbele. Akaenda kumsimamisha, tafadhali, habari yako? Salama, ninauza maji. Asante, nitachukua chupa moja. Akachukua ile chupa moja. Basi akamuuliza kwa nini yule dada anakusumbua namna hiyo, anakunyanyasa namna hiyo? Akasema mimi sifahamu kwa sababu mimi ninauza maji, lakini yeye anakuja na kuanza kunitolea matusi. Akasema ni sawa, lakini hayo ndio sehemu ya maisha kwa sababu binadamu wapo tu wa aina mbalimbali. Akasema sawa, haina shida, mimi hayo nimeacha, lakini mimi ninaendelea na biashara yangu hapa. Ninauza, napata pesa kidogo, naendesha familia yangu. Kwa hiyo hakuna shida. Akasema sawa, unafanya kazi nzuri na kuna unajituma. Kwa hiyo endelea kufanya kazi, ninachukua haya maji, basi nitakulipa pesa fulani. Akasema nitashukuru sana kwa sababu nimeanza kuuza lakini niko bado sijauza na nimepoteza hiyo chupa moja ambayo dada akayamwaga, lakini ninaendelea kupiga kazi, sijavunjika moyo, naendelea kuhamasika. Akasema sawa, endelea kupiga kazi, ipo siku Mungu atakusaidia. Akamwambia kampuni yangu inajili kwa sasa, kama utahitaji uje kesho asubuhi. Akamwambia uko serious? Ndio. Wewe kesho uje, nitakupatia kazi kama utakuwa una sifa ambazo ninahitaji. Basi akasema basi mimi kesho asubuhi nitakuja. Akasema sawa, unakaribishwa sana, lakini pia nitakupa pesa kidogo kwa ajili ya maji haya. Alimpa ka business card kwa ajili ya kumwelekeza kesho ili aweze kufika katika tukio, sehemu ya interview. Lakini pia jamaa alishukuru sana, akasema nitafika asubuhi sana. Akasema na hii chupa nitailipia. Akamuuliza shilingi ngapi? Akasema ni 200, riali 200. Akasema akatoa riali 1000 akampatia. Jamaa kuamini, alishukuru sana. Jamaa akawa amechukua ile chupa ya maji, akamwambia usikose kuja kesho. Basi jamaa akaondoka. Na Carlo alishukuru sana kwa sababu hata kama angeuza chupa hizo zote asingepata pesa ambayo alipata. Basi asubuhi na mapema alienda kwenye interview kwenye hiyo kampuni ambayo inalimilikiwa na Kevin. Akamkuta yule mdada ambaye alimnyanyasa njiani jana, akiwa naye amekuja kwenye interview. Akamuuliza na wewe muuza maji umekuja kufanya nini hapa? Akasema na mimi nimekuja kwenye interview kama watu wengine wanavyokuja. Akasema ningekuwa mimi nisingejisumbua kuja kabisa kwa sababu huna sifa yoyote ya kufanya kazi kwenye kampuni kubwa kama hii. Basi wewe unabidi tuondoke kwa sababu mimi nina sifa zote za kupata ajira. Akasema sawa, mimi sina elimu kubwa na sina uzoefu mkubwa, lakini najua nitapata nafasi. Akasema unajisumbua tu. Basi alikuja secretary wa ajira, akamwambia ni mimi ndo secretary, nimekuja kukusanya resume zenu zote. Resume ni kama CV lakini ina tofauti kidogo. Basi akamwambia mimi usijisumbue kabisa kukusanya zote, chukua tu ya kwangu kwa sababu nina elimu kubwa na uzoefu mkubwa, alafu huyu ni muuza maji tu. Akasema hiyo haina shida kwa sababu hapa kwenye kampuni yetu tuna ajira za kila namna. Basi Carlo yeye akamwambia ni kweli sina elimu kubwa wala uzoefu mkubwa kama alionao Diana, lakini tazama elimu. Basi yule secretary akaenda kwa Kevin ambaye ndio boss wake, akamwambia watainiwa wameshafika, kwa hiyo sijui kama uko tayari kwa interview. Akamwambia niko tayari, basi waambie waje. Akasema sawa, akaenda kuwaita basi kwamba Kevin boss amefika, kwa hiyo kila mmoja aje kwa ajili ya kwenda kwenye interview. Lakini Kira akamwambia ningekuwa mimi nisingesumbuka kuanza kufanya interview kwa sababu huyu ni muuzaji maji tu, hana sifa yote, kwa hiyo nisingejisumbua kabisa ningechukua mimi. Akamwambia kila mmoja, nimeshakwambia kila mmoja na nafasi yake na kila mmoja na sifa za kupata ajira katika kampuni hii, kwa hiyo kila mmoja anifuate kwenye chumba cha interview. Basi akamuelewesha, lakini baadaye dada akakubali kwenda kwao. Akaenda kwa ajili ya
interview. Akaambia hawa hapa watahiniwa wetu. Akaambia habari yenu, naitwa Kevin, mimi ndio bosi mmiliki wa kampuni hii. Karibuni kwa ajili ya interview. Kira naye akajitambulisha kwamba mimi naitwa Kira, nina uzoefu mkubwa na elimu kubwa kama ulivyoona kwenye resume yangu. Kwa hiyo natumaini nitapata hii nafasi. Akasema ni kweli nimeona resume yako. Lakini Karo naye kwa upole akasema kama nilivyokuambia jana kwamba mimi sina elimu kubwa wala sina uzoefu wa kutosha, lakini kama Kira lakini nina jitihada na moyo wa kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo nimeandika kidogo hicho, lakini akasema ni kweli ninafahamu una bidii sana, nilikuona hata jana wakati tunauza maji. Kwa hiyo hapa kila na mtu ana nafasi yake. Tunasema elimu na uzoefu vinachangia katika kiasi kikubwa, lakini ile moyo wa kufanya kazi ndio kina mata zaidi. Lakini Kevin akasema wewe dada ni kama nimeshawahi kuona mahali. Akasema hapana, sijawahi kuonana na wewe. Akamuuliza Carlo kwamba huyu dada ndio alikuwa na kunyanyasa jana. Akasema sikutaka kuzungumzia hilo, lakini ndio yeye. Lakini mimi nataka kuendelea na maisha mbele, sijali kuhusu hilo. Akasema hivi unadhani naweza kukuajiri wewe katika kampuni yangu kwa tabia ambayo ulikuwa nayo ulionyesha jana? Akasema bosi, ulinifananisha, mimi sikumaanisha vile. Sababu alikuwa mbele ya mlango ya nyumba yangu, kwa hiyo mimi sikufanya vile kwa sababu ya kufanya mabaya. Akasema nafahamu, lakini unadhani nitakuajiri mimi katika kampuni yangu? Mtu ambaye unanyanyasa watu, unasumbua watu, unadhalilisha. Akasema hapana, huwezi kunifanyia hivyo bosi. Akasema sikiza nikwambie, mimi mwenyewe nilianza katika maisha hayo. Sasa katika kampuni yangu mimi sitaki mtu kama huyo. Akasema lakini bosi, tazama resume yangu ni nzuri, nimesoma katika shule nzuri, nina uzoefu mkubwa na elimu kubwa na kozi nyingi pia ambazo mimi nimesomea. Kwa hiyo usinifanyie hivyo, huwezi kupata mtu kama huyo. Akasema ni sawa, elimu na shule nzuri haina kitu chochote katika kampuni yangu. Ninachoangalia ni utu. Na kama niwezi kukuambia kwamba mimi mwenyewe nilianzia katika maisha hayo, nilianza kuuza maji mitaani, baadaye nikaanzisha kampuni hii. Kwa hiyo siwezi kukuweka mtu ambaye unadhalilisha watu, unanyanyasa watu kutokana na hali zao za maisha. Sasa kwenye kampuni yangu mimi sitaki mtu kama huyo, na nikwambie sitaki utume maombi yoyote ya ajira katika kampuni yoyote ambayo inamilikiwa na mimi. Unachotakiwa ni kuangalia attitude yako na usije kurudia tena kunyanyasa watu. Lakini pia nikuombe tu uweze kuondoka hapa, kwa sababu hauna nafasi kabisa kufanya kazi katika kampuni yangu hii na kampuni yoyote ambayo inafanya kazi pamoja na mimi. Basi Kira naye akasema unajua nini, endeleeni na kampuni yenu. Basi akaondoka zake. Carlo akasema samahani bosi, sikutarajia kufanya yote haya, sikutarajia kufanya kusababisha mafurugu hapa. Akasema hapana, hilo sio kosa lako, hiki kilichotokea kilikuwa ni halali kutokea kwa sababu huyu mtu amekunyanyasa sana na mimi kampuni yangu sitaki kuajiri mtu kama huyu. Kwa hiyo kuanzia sasa umeajiriwa. Basi Carlo akafurahi sana. Hakuwa na elimu kubwa, lakini kutokana na utu wake na wema wake na jitihada yake ameweza kupata ajira. Basi Kevin anauliza kwamba je, nifanya kosa kwa kumfukuza Kira na kumwajiri Kevin? Basi like, share.